Praise God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe boys. Praise God girls. I'm Simon Afula. I'm born again and I love Jesus as my Lord and my Savior. Praise God. Tukiangalia kwa time leo, naomba tujifunze kitu kimoja. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Naomba tujifunze kusikia kitu kimoja, na leo nitakuwa naongelea the greatest commandment in the Bible. Praise God. The greatest commandment in the Bible. Simajua? Anybody who knows it? Mmoja anajua na? The greatest commandment in the Bible. Ajua. Ni love. Praise God. Sitaongelea kama vile ulimwengu unaongelea, lakini nitaongelea kulingana na maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Hasa kama una mtu wako useme maybe siende huko. Sawa. Tutakuwa naongelea kama Biblia inavyoongelea. Aldo machedu, acha nipate msomaji mzuri wa neno mwenye sauti nzuri hapo nyuma. Haraka kiasi. Praise God. Tupate msomaji ansome. Our theme is love. Upendo. Kitabu tutaanza na kitabu cha Mathayo 22:35 mpaka 39. So Matthew 22:35-39. Sawa. The Bible says, yes. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza kimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni amri hipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tukiongelea kuhusu love, Biblia inasema kwamba love imebeba kila kitu. If you love someone, huwezi muibia. If you love someone, huwezi panga mipango mibaya kumhusu. Kama unampenda mwenzako, huwezi kuwa na nia ambayo ni mbaya kumhusu, na huwezi iba kaliki yake, huwezi iba kitabu, huwezi iba nini. Na kama unapanga wewe ni mzuri, you cannot covet, ama huwezi ingia katika kufanya matendo ya ndoa na wakati bado. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe una upendo ndani yako na unampenda Mungu, Biblia inasema kwamba and this love imebeba kila kitu. Those commandments, the 10 commandments in Exodus zimekombinwa pale zote. Praise God. Sasa when I talk about love, najaribu kumaanisha kwamba when you talk about love, love is almost everything. Where there is no love, there is no unity. Na penye hakuna love, watu hatuwezi tukaishi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikiongelea love, Biblia inasema kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, na kwa kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mpende Bwana Mungu wako kwa kila kitu ambacho uko nacho, kwa uwezo, kama ni nguvu, kama nini, mpende Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Na nikienda hiyo nitatumia, kuna watu watatu katika Biblia ambao wanapatikana kitabu cha Danieli 3:15 hadi 18. Mpate msomaji. Danieli 3:15 hadi 18. Hawa watu ni watu ambao walijitolea. Biblia inasema kwamba walijitoa, waliamua wajitoe, ingawa walijua kwamba tutapitia katika majaribu, lakini tunajua kama Mungu wetu ambaye tunampenda hatuko tayari kumsaliti. Now, as a Christian today, pia unajua kama hata kama kuja changamoto gani, lakini na Mungu ambaye ananipenda, na mimi nampenda. Na Biblia inasema kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote. Praise God. Praise God church. Bwana Yesu asifiwe. Bwana mseme mimi namtaki. Bwana Yesu asifiwe. Ndio bwana. We are not in class. Class wanasema there's no chorus answer, but here we are praising Jesus. Praise God.
Amen. Bata msomaji. Basi sasa kama mkiwa tayari, wakati mtakaposikia sauti ya pande na filimbi na kinubi na zeze na shanturi na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudu sanamu iliyosimamishwa ni vema, bali msipoisujudu mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa nyinyi na mikono yangu? Ndipo Shedrak na Meshak na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamna haja kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru hile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue, mfalme, ya kwamba sisi hatutakubali kumtumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Amen. Bwana asifiwe. Tunaangalia hawa watu watatu ambao wanajitolea, wanasimama. Wewe kama mimi ambaye tuko hapa mchana wa leo ama jioni ya leo, Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye tumina tuko hapa jioni ya leo, unajitolea as a boy ama as a youth. Sitajiingiza katika mambo ya ngono. Sisi kwa sababu huna hisia ama sisi kwa sababu mjinga, lakini unasema what if nitajiingizaje katika mambo hayo ili nimchafue Mungu wangu? Bwana Yesu asifiwe. Yaani uko tayari kuaibika mbele ya wanadamu, lakini hauko tayari kumaibisha Mungu wako. And that comes because of love. Kama huna love kwa Mungu wako, utamsaliti. Bwana Yesu asifiwe. Utamsaliti Mungu wako kwa sababu hujui anavyokupenda na wewe unavyompenda. Unafanya kusema naenda sio. Lakini kama unampenda Mungu, utajitolea. Utaamua niache kitu fulani si kwa ajili yangu, lakini ni kwa ajili ya Mungu. Vijana wanasema, watatu wanasema, mfalme, hatuthubutu kuisimamia sanamu yako hata kama ukitupa katika moto. Akituokoa sawa, asipotokoa ina shida. Praise God. Kama akiokoa sawa, na pia asipotokoa, yani you are ready. Wanasema Mungu akitenda ni sawa, lakini asipotenda pia ni sawa. Wanakuambia utakufa bachelor. Kwani praise God. Utakufa bachelor kwa sababu hujifunze. Bwana sifiwe. Unaomba practice make perfect. Ambala moja hapo. Sasa wewe practice foolish, unatarajia tutapata majibu ambayo ni mazuri. Wait until the time comes. Wanasema kila kitu kina wakati wake. Usaribu mwili wako ni kwa sababu ya kujifanya eti sasa unaona ni manza kwa wanasema kubalege ama ni ufanye nini? Kubalehe. Ndivyo wanasema kubalehe. Sasa kama ni kubalehe, utabalehe ni kwa ajili ya kumchafua Mungu wako, na hapo unajifanya you are a SU member. Mwimbaji mmoja akaimba Boni Matega akasema kwamba, je, utanitambuaje kwamba nimeokoka? Si kusoma na kusema Bwana Yesu asifiwe, ama nikutana naye kwa corridor na kwambia Bwana Yesu asifiwe, inamaanisha nimeokoka. What are you doing for your God? Je, tukikulinganisha na Mkristo, uko katika njia za Kristo, wewe upendo wa Kristo unampenda kweli, ama ni ule kujifanya kwamba umeokoka ili watu wakuone, lakini matendo yako hayaendi na ule wa wokovu? Bwana asifiwe. Sasa kama wewe kama Mkristo siku ya leo, ama wewe kama kijana mwenzangu, najaribu kukuambia kwamba sometime itakubidi uavoid vitu vingine, si kwamba mjinga. No, kwa sababu ya Mungu wako ambao unampenda. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes itakubidi vitu vingine uache, si kwa sababu ya vile utakavyoonekana. Uko tayari uonekane. Vijana wanasema kwamba haijalishi mfalme utafanya nini, ukitupa katika tanuru la moto tukichomeka ni sawa. Aliko Yesu. Amina. Asifiwe kaheri. Amina. Sasa unajua kwamba hata kama watasema kwamba umjinga ni kama uzuzu, wajalo madosa ambayo tunapewa, sasa ambao wanasema we are born again, nasema haleluya. Wagirama wanasema haleluya, si haleluya. Wale walokole wagirama wanasema haleluya, sio kitu kama hicho. Sasa mambo hayo utambua kwamba mnajifanya umeokoka, like you are fooling yourself. Lakini ukishajua kwamba naye Mungu ambaye ananipenda na ni katika upendo wake ambapo ndani ya kukaa, nikijua kwamba ipo siku yangu ambayo ameandaa ni kwa ajili ya kila kitu. Bwana asifiwe. Nikirudi hapo kwa aya pili amesema kwamba and you should love your neighbor as you love yourself. Praise God. You should love your neighbor as you love yourself.
nipate nisome kitabu cha Matthew 5:38-39. Matthew 5:38-39. Matthew 5:38-39. Mmesikia kwamba imenenwa, jicho kwa jicho na jino kwa jino. Lakini mimi nawaambia, msishindane na mtu mwovu, lakini mtu akikupigia shavu la kuume, mgeuzie la pili. Praise God. Unasema kwamba mmesikia ni kwa jicho, jino kwa jino. But as a newborn, ama wewe ni mlokole, what should you do? Ni kama mjinga ambaye unajua when you revenge ama unapolipiza visasi, mimi nikiona kuna kama mjinga. Si sawa hiyo. Mimi nakuona kama mjinga hata kama hutaitikia. Lakini mimi nikiona kama mtu ambaye unajifanya unataka ku revenge, unaonekana kama mjinga, lakini mnaambiwa kwamba tit for tat to the world. So, to the world. But for Christians, tit for tat is not a fair game. It's like a foolish game. Bwana asifiwe. Ni game ya ujinga, yani ni ujinga mtupu. Aliko Yesu. Asifiwe Masihi. Sasa tit for tat ni ujinga mtupu. To a newborn, mtu ambaye anamjua Mungu, mtu anapokukosea, you must be ready to forgive him because of love. Bila sema kama mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. You should love your neighbor, you should love yourself. Utapendaje mwenzako wakati ambao anakukosea? And you just take an action directly. Bwana asifiwe. Unafahamu mtu ambaye, fikiria ningekuwa ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Ningekuwa ni mimi, ningetaka mtu fulani anifanyie nini? Ijapokuwa amenitendea makosa, amenikosea mwenzangu, amenikosea. But nitafanya nini? Ningekuwa ni mimi nimemkosea. Je, ningetamani anichukulia tu ambao sio? Bwana Yesu asifiwe. Najua mwingine anasema oh you are a prefect yule. Najua mwingine anasema hivyo. But najaribu kusema kwamba kama mwenzako ukosea, be ready to forgive him, but don't revenge. Ama kama unafanya kama ni kuchukua tu chukua katika njia nzuri. Usifanye ili kulipiza kisasi. As a newborn, mambo kama hayo hayafai. Lazima mliambiwa katika ulimwengu kwamba jino kwa jino, sio macho kwa macho, ama msema jicho kwa jicho, sio? Jicho kwa jicho, jino kwa jino, akikupiga unampiga. Sio? But kama umeokoka na unapenda Yesu, wanasema kwamba akikupiga huko unageuza kwa kwingine. Unaonekana kama mjinga, lakini ndani ya mtu akitoka pale atajua kwamba fulani yenyewe hata kama alikuwa nimefanya, lakini yeye atajifikiria how can somebody behave like this? Kwani hana nguvu ama yeye anachukua kama hana nguvu, yani hawezi lipiza. But mbele za Mungu na hata mbele zake ukiweza kukutana naye anasema huyo mtu, lakini hata za kuogopa na maybe hata kuna plan yote ambayo unapigana naye. Bwana asifiwe. Sasa kama Mkristo ambaye niko hapa jioni ya leo na nikwambia kwamba so today as Barani, let us try to behave in a different way, like differently from other schools. To behave in a way ambayo tukitoka mahali mtu akifanya kitu utajulikana kwamba ni mtoto wa Barani amefanyiwa. Bwana asifiwe. And mostly nikwambie kitu kwamba if somebody anakufanya kitu kibaya na hutachukua hatua, kuna Mungu hapo mbele. You never know. Ubicho kitu kimefanyika, wewe ukajifanya lipiza kisasi na kumbe ilikuwa ni nchi yako ambayo uko upande kwa kingine ambacho ni kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu analeta sababu zingine ambazo ni tofauti. Bila kusema kwamba wakati ule Danieli wale walipoona kwamba anaomba wakaenda kumshtaki, bila kusema kwamba akachukuliwa akatupa katika tanuru itwaje? Tundu la simba. Wakifikiria kwamba atakufa, Mungu akamwokoa pale. Na kitoka pale alikuwa tayari uko juu yao, lakini akapandishwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Akapanda tena. Mwenye kukwambia nini pia wewe? Unapomsamehe mwenzako, unapomwachia mwenzako anapokosea, nikwambia kwamba you never know. Unajua mpango wa Mungu ni tofauti. Si apanga mwanadamu. Hujui kama anakupangia nini. If you can forgive others, Biblia inasema kwamba hata katika Lord's Prayer kuna mahali anasema forgive us as we forgive those. Yeah. Hata boys amjue. Forgive us those who do what? Boys bana. Wasambili gani lakini? Sawa, bila sema tusamehe kama wanavyowasamehe wale ambao wanatukosea, si ndio?
Sasa wewe utaendaje uombe usamehe kwa kama tunapokosea, unaposamehe wale ambao wametukosea kama mwenyewe usamehe? Huwezi. Lakini kama utakuwa ni mtu ambaye unapenda kusamehe wenzako anapokufanyia makosa, unamsamehe, unamwachia. Wanasema tumwachie Mungu. That is right, tumwachie Mungu. Mwambie Mungu saidia abadilike. Kupitia kwa ambacho amekifanya asikirudie tena. And all this can happen just because of love. Yesu anasema kwamba mtakaponipenda, mkinipenda na mtanifuata amri zangu. Na amri zake ni kwamba usiibe. Kama unapenda rafiki yako, utaibaje kitu chake? Think about that pain ambayo mtu anapitia, yani umeiba kaki yake, mwenzako analia. Na because unajifanya ni kama you don't understand. Ni kama unajifanya unajiona kama shauri yake bwana. Bora nimeenda mbele nipata 200. Na mbele itakupeleka wapi? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilikwambia kwamba ukifanya mwenzako kitu, before you do it, try to think about it first. Sasa wewe jaribu kufikiria, je, hiki kitu ingekuwa amenifanyia mimi, ningesikiaje katika moyo wangu? Je, wewe ni mimi ambaye nimeiba hiyo kalki, ningesikiaje? Wewe utaona kwamba umjanja, lakini ni ujinga. Sawa wewe. Ni ujinga. Ukifikiria, ukifikiria useme nanyewe sifai kufanya kitu hiki. Si kwa sababu unajiona unaona kwamba ingekuwa ni mimi niko pale nikafanywa kitu kama hicho nisingesikia vizuri. Na hivyo mwenzako anayemtendea haki. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwenzako anayemtendea haki ambaye anafaa atendewe. Praise God. Sasa soma wa Thessalonians chapter 5 verse 15. Sina wa Thessalonica kama ni Sio mchungaji. Sini. 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. Usikie Biblia inasema kuhusu revenge. Angalieni mtu awaye yeyote asimlipe mwenzie mabaya kwa mabaya. Bali siku zote lifuateni lilo jema, ninyi kwa ninyi na kwa watu wote. Praise God. Anasema kwamba angalieni na kila mtu asimfanyie mwenzake ama asimlipize mwenzake baya kwa baya. Kwa sababu gani? We are born again. Watu ambao tumeokoka tunapenda Yesu. Ukisema kwamba nimeokoka na napenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu, unampenda Yesu kweli? Kwa sababu kama unampenda jirani yako. Nasema nakaa katika story moja, siku kuna mtu alikuja akaomba maji. Yesu alimwambia nitakuja nikutembelee. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuja nikutembelee. Kaja mtu mwingine ambaye ni mchafu, akamwambia nisaidie na maji, akasema akachukua swali kwa melibovu, akamwekea, akamwambia nda zako. Nasema kama alikaa akasubiri, lakini yule mtu hakurudi, ama anamgoja Yesu aje, lakini kumbe Yesu alikuwa ashakuja. Now you never know that person ambaye amekutendea makosa, maybe ni kupitia kwa kutendea lako ambao utamjibiza kwa uzuri, atabadilika. Tena ajiulize, sasa fulani ameokoka vipi? Bwana Yesu asifiwe. Fulani ameokoka vipi? Kiasi kama anaweza mtendea baya lakini asililipize. Asifiwe Yesu. Wachungaji hapo nyuma, mimi ndo nahubiri wewe jamaa hapo mwanzo. Sawa. Sasa nijaribu kusema kwamba unapomtendea mwenzako baya, fikiria mwanzo, usilipize ile baya kwa baya. Waachie walimwengu wafanye mambo hayo. Sababu tumemjua Yesu Kristo, tumshike kwa mikono miwili. Asifiwe Yesu. Ukisoma John, nikimalizia. Ukisoma John Yohana 13, John 13:34-35. John 13:34-35. Amri mpya nawapa, mpendane. Kama vile nilivyowapenda nyinyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi ni mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio ulimwengu utambue kwamba sisi ni Wakristo na sisi ni watu ambao ni wa Yesu Kristo. Lazima tuhakikishe kwamba tunapendana. Bwana asifiwe. Not in a negative way. Yaani nikisema kupendana, wengine wanasema not in a negative way. Hiyo negative way, leave it for the world. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye uko hapa ambao unamjua Yesu, let your love be God love. Sawa. Let your love ionyeshe ule uwepo wa Mungu. Yaani unapoingia mahali, ule upendo wako uonyeshe kwamba fulani anampenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ule upendo wako ambao unamuonyesha mwenzako hata kama ni wa jinsi nyingine. Lakini acha sio mapenzi ambayo yatakuwa yanawisha sifa mbaya kwa Mungu. Ama unapoonekana
whatever you're doing, ambayo ni kitu ambacho hakifai mbele za Mungu, kitamrudisha mwingine imani nyuma, aseme sasa kama pastor fulani atafanya kitu kama fulani, unajua mimi mnaamka firi na hendani. Mbona? Sasa unajua kwamba wewe ambao unafanya jambo ambalo ni jema, hata kwa wale ambao ni walimwengu, Biblia inasema kwamba Yesu akamwambia wanafunzi, amri ambayo nawapa ni hii, pendaneni nyinyi kwa nyinyi. Bwana asifiwe. Tupendane ambao tumeokoka, tusaidiane. Instead of kubiana, no. Unahakisha unakutia mwenzako kimekiko vibaya, unakeka vizuri. Bwana asifiwe. Mwenzako anakosea, you have already told him or her, you are doing the wrong thing. Change the way. Bwana asifiwe. Bila nataka tufanye hivi na hivi, tuseme njia hii, lakini bado tukichwa ngumu. Bwana asifiwe. Sasa najaribu kusema kwamba tubadilike, tubadilishe njia zetu. And let us love God. Anasema kwamba the Bible says you should love your Lord, your God, your Lord with all your heart, all your soul, with your strength, na kila kitu ambacho uko nacho, kwani kwa nguvu zako za ujana. Mpende Mungu na utumikie Mungu, utaona kitenda mengi. Tuko hapa lakini you have a lot of testimonies ambao tukianza kutoa sahihi, Biblia inachukua kama mwezi mzima ndio nimalize aliko Yesu. Sasa unajua kwamba kile cha maana cha kufanya kwamba tupendane sisi kwa sisi, tuhakikishe kwamba hata kama wale ulimwengu watatuona, lakini wajue kwamba sisi ni watu ambao tunapendana na watu ambao tunafanya vitu kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. And I don't know how much you say. Sio kama ilikuwa refu ama fupi. Mungu awabariki. Amen. God bless you.